I want to ask leaders, and I thank you, Moses. In fact, I think you got yourself a very beautiful baptism name. Moses, ilifika mahali ambaye na askofu akasema, mimi mahali nimezaliwa najua, mimi I don't want to be part of the pharaonic culture ya kufanyisha watoto wa Israeli kazi ngumu zaidi, kumba matobane na kutuza nyeki, afadhali nirudi. And he was fearless. I heard you fearless today. Moses, you remain that way. Unaweza kufanya pakubwa sana kusaidia nchi yako. I know you are fearless. Ingawaje wakati mwingine I think kijana wetu amekufunza Kiingereza vizuri. Nilisema ni Kikuyu naongea lakini Kiingereza anakufunza. I think he moderated you a little bit because kuna wakati mwingine ulikuwa unazungumza tunatetemeka. What is this? Not me. Mwenyewe binafsi sitetemeshi na lolote. Lakini naona nchi inaweza kwenda mbaya. But you have done well. And I suspect nilikuwa Juma, I think it was on Friday, kumzika mama Kirima shujaa wa Mau Mau Nyeri. Yule aliokuwa Moses Kuria ni mimi. Waliponiona nimefika, alikuwa hapo. Wakaona nimefika, mishale yote sasa nikaelekezwa mimi. Wakaachana na Moses Kuria. Ano mena dhina Kenya. Hawaaminiani, wanachukiana for nothing. Na ndio tukasema tuzungumze. Even the Bible, I think that we should remember, come let us reason together. It's a time to reason together. And there's nothing maybe Kalonzo binafsi nina interest in. But as an Azimio la Umoja One Kenya leader, I was asked to lead our team and I'm trying the best I can. No, I was not really exactly asked, we discussed. Nikasema mahali hiki tumefika, wacha sasa tupatie msukumo wa mwisho. Na nikamshukuru William Ruto kwa sababu yeye pia ameunga mkono mambo haya. So in between, inaonekana shida ya dialogue in Bomas is really not, it used to be localized somewhere around hapo kwenu. Moses Kuria, go and talk to them. You have to have a sense of decorum in your conduct. Ndio nikauliza, kwani Mheshimiwa Gatundu sawa? Yaani nyinyi muna serve lunch at dinner because this was an event on a very important matter, climate change and the problems we are having in the world today. As we wait for the rains in the next few days, we pray to God that Bishop itakuwa ya kiwango ambacho haitadhuru watu wetu. Climate Summit, bringing together all the African heads of state. And I received a written invitation from the office of the President because he was a host. And that hiyo haikuwa mambo yetu ya Azimio na Kenya Kwanza. I discussed with my brother Raila Odinga na wengine. Yeye mwenyewe alikuwa ameenda KICC for the plenary and we were supposed to meet for the dinner. Official nice dinner. I don't know kama wengine walikuwa wanasema nimenyemelea usiku. Imeonekana nikienjoy supu. Unajua Kikuyu supu ni dhubu. Unajua kitambaa hapa kuna dhubu. Jamani. Kama mzee Kibaki angekuwa hai, we would have something to tell them. Kwa hivyo mambo haya ndio yanadhuru. Inadhuru mioyo ya wazalendo. Na hiyo ndio maana tunakadhiana. Inwe mwatu macha. Yote yanayotokea Mheshimiwa Robert Boy amekuwa mkakamavu akawa minority leader. Deputy minority leader. Lakini ukweli usemekane hapa Mheshimiwa Moses na Mheshimiwa Gatundu kutoka Kenya Kwanza. If we had decent contact over multi-party democracy, we would be like America today. President Biden leo amefanya mazungumzo na Speaker McCarthy ambaye bunge la nchi ya Marekani ile inaitwa Congress inamilikiwa na wapinzani Republicans.
Biden ndiye president, lakini he is a minority katika Congress. Today, after the results were announced, Azimio la Umoja One Kenya walikuwa na majority. So Robert Wing will be deputy majority. He will not be deputy minority. Ukweli usemo. And these are the things which make our country look very bad. Yaani tunanunuanga vile mheshimiwa alikuwa anasema mfanye hapa, mfanye hivi, mnafanya hivi. And let us be careful not to go back mahali tumetoka. Mambo yale mengine, hii mambo ya taxation, tumefika mahali, we are not going to help you anymore, Moses and Kenya Kwanza government. We will not help you. We continue to tell the people, we did our best. Tuliandamana, tukasema maisha imekuwa impossible, amusikii, basi muti ya wewe pia mwanekaacha wacha miaka inaokuja Mungu atujalie. We remind you cannot develop a country with heavy taxation. Kumbuka askofu, the story of Solomon and his son Rehoboam when he took over. Wazee wakaenda akaulizwa waonaji hapa, akaenda akapata ushawishi wa vijana kama kina hawa vijana kusema, you know, how can I help? Wazee walisema lighten ile burden baba yako, because King Solomon was the wisest leader ever lived. Lakini kwa upande wa ushuru alikuwa ameangalia watu. Sasa mtoto wake Rehoboam vinyigia watu. This is what Kenya Kwanza is. Vinyigia. Wakavinyiliwa. Ikawa wana mtu anamweka sawa sawa, yuwa na ibokoi Musyoka. Hiyo ndio Kenya Kwanza. And we are trying to tell them. So we will not try to help you beyond that. Because I keep on telling you, hiyo ni kazi yenu. Nyinyi kwa vyovyote mlijaribu mkapata uongozi, okay? Basi tuachilie nyinyi muendelee. I think I'm going to tell our team, wacha wajikaange na mafuta yao. Ela mekwiwa na Kenya menaanza. Ela mekwiwa sana na university. You don't even know what education system you are following. I was once Minister for Education. We tried to tell you this thing is not right. Every poor child is entitled to free secondary education mpaka chuo kikuu. Sasa hivi hata a lot of children rise when they are university, they can't manage. Tuambieni. Now we cannot blame Ukraine all the time. Ukraine wako na shida zao. Even Americans, when national interest is paramount. Today President Biden alisema ili tukubaliane serikali isifungwe, isianguke kabisa at midnight, wakakubaliana Congress America kwamba we are going to remove budget allocation ya kusaidia Ukraine kwa mambo ya vita, na wakakubaliana. Interest ni national. Mwananchi wako amelala njaa, ako namna gani? Kama ana sufuria kwa kichwa na unajua yeye sio mwenda wazimu, why are you laughing at them? Why are you laughing at each other? Because they are hungry. But more importantly, Robert, I now ask you as your party, Parliament has reconvened. Na watu wakadhiana wanaelewa ile kazi General Jackson Muriki, your grandfather, did as Chief of the Defense Forces. Na vile hii community, kwa mfano hii community hii, in their DNA, they are actually fighters. How? Ni fighters. And they know how to defend the country. Ikumbuko kwamba serikali ya Moi ilikuwa imepinduliwa, Mulika akarudisha, Moi songa mbele. Vile mlisaidia Kibaki. And you know Moses, you are there in Nyeri, mama moja hajui historia. I think she's come to him in Murang'a, akasema, wewe Kalonzo ungeshukuru Kibaki alikupatia vice president. Huyu anajua how we became vice president, the 10th vice president. I cannot be the only one. Nchi mnachoma, alafu mtafuta Kalonzo wasaidie. Mimi sitakubali muichome. Find out and proper audit the recently concluded exercise, a recruitment of young men and women to join the defense forces.
Vile umetueleza hapa, watatu kutoka this county, this constituency, get a correct audit. And utapata shida ya nchi ya Burundi na Rwanda, Tutsi, asilimia yao katika nchi hiyo ni 15%. 85% ni Hutu. Now 85% inakaliwa kimajeshi na 15%. This is why one time President wa Burundi akauawa, ambaye alikuwa deputy yake akauawa, aliyekuwa anamfuata speaker was the third in line akauawa, hata deputy speaker, because they were Hutu. Na kwa sababu walikuwa wameshinda kura vile wanaweza ikiwa ni mambo ya majority, walikuwa wameshinda. They stopped the thing, but they were insensitive to the heart, to the feelings of the people of their country. The same story, Rwanda. Kumbuka genocide ya 1994, nilikuwa waziri wa mambo ya nje, vile Umoja wa Mataifa wenyewe messed up the people of Rwanda, and people died. We are here talking about lives of Kenyans, my friends. You cannot deny people their right. Walisema wale walitoka NYS, wale wameenda vijana NYS, waende wajitokeze pale Mbakasi, wafanyie foleni, and over 10,000 Kenyans went there. Sijui kama mliona hivi. Mliona? And they were looking for only 300. Uende ikawa hata hiyo 300 haikupatikana hapo, wanaenda mtu anapatiwa vile wanapeana mafomu ya walimu. Wanapeana recruitment ya walimu, which is the work of Teachers Service Commission. Waziri Musyoka mwenyewe anaenda kwa soko kwa mazishi. Unamweka mtu kwenda kuandika bomu neno. Na huko Kaviani kuna walimu wamehitimu na wazazi wao wanalipa ushuru, because clearly this is why you hear the call for sometimes kama ni hiyo kwamba nchi ni serikali, nchi ni ya washikadau, shareholders. Even if you accept they are shareholders, but we also been paying taxes. Kubali sisi basi tulipe kodi yetu kwa Wavinya, at least unaona iko hapo. Sina mnayo kuliko kulipa Nairobi, na hiyo badala ya kusaidia vijana wetu wapate kazi inapotea. Also as a country, because we are making effort at least to come up with this industrial parks. But I hope you have gone through that project. Remember, we used to have district focus for rural development. We used to have Kenya industrial estates kwa Katuni. Industrial estates. Na ikamalizika hivi. I hope you're going to succeed and you're thinking through it, and I really congratulate you for your non-partisan approach. At least hapo walipa ushuru wa Machakos na kwingineko, if you're going to do it, subject of course only to reserve kuvuka ziendeto baya direct. Anaona Portland sema ongea na huyo mama so that you take the interest of the people of Machakos. Kenya imejaa. I met people, young people from Kiambu, Thika in particular, in Mwingi, wamejikusanya groups of investors. Wasema kule kwetu kumejaa, we want to invest in Mwingi. I told them welcome. So as you move towards Ukambani, Kajiado kumejaa. Mahali kuna ardhi ni kwa gavana Wavinya kaa ngumu. Ukikubali every Tom and Dick wanyakue ardhi in the name of everything, our people are going to be dispossessed.